Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi Alice. Ninakusalimu kutoka kwenye huduma ya Love of Christ. Leo nimekuja na somo zuri, ni somo fupi lakini ni somo ambalo litakujenga na kukuimarisha katika ukuaji wako wa kiroho. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema maombi ndio uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo. Maombi ndio uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo. Kwa nini nasema maombi ndio uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo? Binadamu ana viungo vingi, lakini ili aweze kutembea lazima uti wake wa mgongo uwe salama, uwe imara. Kwa hiyo ninaposema maombi ndio uti wa mgongo wa maisha ya Mkristo, ninamaanisha ili uweze kupiga hatua zozote za kimaisha, za kiroho na za kimwili, tunategemea sana maombi kama Wakristo. Maisha ya Mkristo hayaanzi mwilini, yanaanzia rohoni. Na maombi ni kitu cha kiroho. Kama maombi ni kitu cha kiroho, ni lazima uwe mwombaji. Bwana asifiwe. Twende mbele za Mungu tuombe kwa ajili ya somo hili. Somo letu litatoka kwa kitabu cha Luka 18 mstari wa 1 mpaka wa 8. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye ananitazama na ambaye amejiandaa kula chakula cha kiroho kupitia neno lako. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, ukanisaidie na mimi mjoli wako ambaye naenda kuachilia neno hili, nisiwe nyuma na mimi nikapate kile ambacho natakiwa kipata, japokuwa kinywa changu ndio kinatumika kuendelea kuwafundisha wengine. Ninaomba kupitia Roho wako Mtakatifu akanisaidie, maana yeye ni mwalimu aliye juu ya walimu wote. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Sasa tutakwenda kusoma kutoka katika kitabu cha Luka 18 mstari ule wa 1 mpaka wa 8. Ujue kwa nini Yesu alisisitiza tuombe. Tunakwenda kusoma Luka 18 mstari wa 1 mpaka ule wa 8. Neno la Mungu nasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akienda akimwendeaendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ameniudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Mstari wa 7, na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia, atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Maombi yanaenda na imani. Unapoamua kuishi maisha ya Kikristo, ni lazima ukubaliane na kanuni za Kikristo. Ni lazima uwe mwombaji. Ninajua tunafundisha watu wengi kwa habari ya kutafuta maombezi, kwenda kuombewa. Unapoombewa ni kama vile mtu ambaye amewasha moto kwenye jiko la mkaa. Kwa wale ambao mnajua majiko ya mkaa, ule moto ukiuacha bila kuuchochea, utawaka na utafika mahali utazimika. Lakini unapokuwa unaomba wewe mwenyewe, ni sawasawa na unalo hilo jiko la mkaa wewe mwenyewe, na kila wakati unachochea ule moto. Bwana asifiwe. Kila wakati unachochea ule moto. Na kwa nini kama Wakristo ni lazima kuomba? Nimesema maisha ya Kristo yanaanzia rohoni. Mungu ni roho na sisi ni roho ambazo zinaishi katika mwili. Kama Mungu ni roho, ili uweze kuwasiliana na roho lazima uingie rohoni. Tunaingiaje rohoni? Tunaingia rohoni kwa kuomba. Tunapoomba
tunabadilisha utaratibu kutoka kwenye mwili, ingawa kinywa ndio kinatumika unapoomba, lakini unaunganisha na roho yako ikae katika hali ya kuhitaji kutoka kwenye roho yenye nguvu kuliko wewe, yaani kumtegemea Mungu mwenyewe. Na kwa nini Yesu Kristo alihimiza kuomba? Alihimiza kuomba kwa sababu kadri tunapokaa katika maombi, kuna namna tunakuwa tunamkosesha utulivu ibilisi. Mtu yeyote ambaye ni muombaji, maisha yake hayawi kama yalivyokuwa kila siku. Ndio maana nikakwambia maombi ni uti wa mgongo. Mtu asiyeomba ni sawa na mtu ambaye ana ulemavu wa uti wa mgongo. Ana maisha ambayo kuna vitu havitokei kwake. Waweza kusema, mtumishi, mbona kuna watu huwa waombi lakini wanapokea au wanapata vile wanavyohitaji? Nataka nikwambie, maisha yanatawaliwa na ulimwengu wa roho. Kila mtu anayo siri yake. Inawezekana wewe hujui kwa nini yule kila anachogusa kinafanikiwa, lakini nyuma ya pazia au nyuma ya yale maisha yake ipo nguvu ambayo inamsaidia kusogea. La sivyo hakuna kinachoweza kusogea. Lakini hata ukienda kusoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, tumehimizwa pia kwa habari ya kuomba pasipo kukoma. Kuomba pasipo kukoma, kuomba pasipo kukata tamaa. Wewe usipokuwa muombaji, usifikiria kuna vitu ambavyo vinakuja tu. Hakuna kitu katika maisha kinatokea. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 17. Ni mstari mdogo sana. Unasema hivi, mstari wa 17 unasema, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Yaani wewe hakikisha unaomba bila kukoma. Unajua maana nyingine ya kukoma? Kukoma maana yake ni kuishia hapo. Sasa usiishie hapo. Endelea na kuendelea na kuendelea. Kuna mtu mwingine unasema, mimi nimeomba kwa miaka 3, sijawahi kupata majibu. Nataka kukuambia kwamba unaweza ukawa unaona upati majibu, lakini kuna kitu katika ulimwengu wa roho unakitengeneza, kwa sababu kuomba ni kwetu, lakini kutenda ni Mungu. Kwa kadri unavyochochea katika maombi, kuna sehemu unasogea na kuna matokeo makubwa utakutana nayo, kama sio leo kesho, kama sio kesho wiki ijayo, kama sio wiki ijayo mwezi ujao. Hakuna mtu yeyote alisimama kwenye nafasi ya kuomba na akabaki vile vile. Nimewahi kuongea kwa habari ya mwanamke Ana. Mwanamke Ana alikuwa ni mwanamke ambaye alihesabiwa na alijulikana kwamba ni tasa, lakini mwanamke yule akukoma katika kumuomba Mungu. Haijalishi alikuwa anajulikana kwamba hawezi kuzaa, ana uwezekano wa kupata mtoto, lakini alimlingana Mungu kwa maombi mpaka akazaliwa mtoto Samueli. Inawezekana asingemlingana Mungu, asingeendelea kusukuma maombi, angeweza kupata mtoto, lakini mtoto yule asingeweza kuwa mkuu kama alivyokuwa Samueli. Inawezekana kile kitu unachokiombea wewe kinahitaji msuri mkubwa wa imani. Maana maombi, nimekuambia, na imani ni vitu mapacha. Kwa hiyo kile unachokitafuta, inawezekana kuna msuri mkubwa wa imani unatakiwa kuwa nacho, kwa sababu kile kitakachozaliwa kwa maombi kitakuwa ni kitu kikubwa ambacho kitatikisa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini pia unapoomba, hakikisha unasimama na neno la Mungu. Maombi sio kama kuimba ngojera au kuimba shairi. Ni lazima uwe na neno la Mungu kila unapoingia kuomba. Unaombea kazi, simama na neno la Mungu. Neno linasema nini kwa habari ya kazi? Unaombea uzao, unatamani kupata mtoto, upo kwenye ndoa mwaka wa 5, mwaka wa 7, haujapata mtoto. Haitakusaidia kwenda na kumwambia kila mtu kwamba sina mtoto, nisaidie. Msaada mkuu na msaada wenye nguvu uko kwa Mungu peke yake. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kuniambia, akasema ni bora uwe ombaomba mbele za Mungu kuliko kuwa ombaomba kwa wanadamu. Kwa sababu wanadamu watafika sehemu watakuchoka, wanadamu watafika sehemu watakubeza, watakubandika majina. Unakumbuka mwanamke Hana, mpaka kiongozi wake kwenye kanisa alimuona kama mlevi.
Alifikiri ameelewa, lakini ni kwa sababu alikuwa ameumimina moyo wake mbele za Mungu. Kwa hivyo, iwapo unataka matokeo makubwa, unataka kupiga hatua kwenye maisha yako, maombi iwe lifestyle, maombi yawe maisha yako. Acha watu wengine ambao wana njia mbadala ambazo zinaweza kuwapeleka wanapokwenda, lakini kwa sisi tulio kubali Kristo, tunaoamini katika Kristo Yesu, ni njia moja ambayo ina nguvu itakayo kusaidia kwenye vitu vingine vyote, ni kuomba. Kwa sababu ametuambia tuombe pasipo kukoma, tuombe pasipo kukata tamaa. Ukienda kwenye kitabu cha Mathayo 7:7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hakuna mtu aliyemuomba babake mkate akapewa jiwe, hakuna mtu aliyemuomba babake samaki akapewa nyoka, wala aliyemuomba babake yai akapewa nge. Anasema kama wazazi wetu wa dunia wanaweza kutupa vilivyo bora, kwa Mungu sio zaidi sana? Watu wengi wanakata tamaa katika kuomba ni kwa sababu hawana imani. Jitahidi mwambie Mungu, niongezee kila siku viwango vya imani. Inawezekana leo sijapata, mwenzangu ndo amepata, lakini kesho nina hakika na mimi nitapata. Bwana asifiwe. Lakini unajua kwa nini Mungu anahimiza tuwe waombaji? Mungu anajua haja za mioyo yetu hata kabla hatujaomba. Anasema, mkiwa katika kuomba nalisikia. Lakini Mungu anataka uhusiano wetu na yeye uimarike, kwa sababu maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na binadamu. Na hatuombi kwa sababu tu tuna mahitaji. Tunaomba wakati mwingine, maombi unaenda nayo ni shukrani tu mbele za Mungu. Wakati mwingine unaenda kwa Mungu kumwambia, Mungu wangu ninakupenda. Unamsifu Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Na katikati ya kuendelea kumsifu Mungu, Mungu atakupa mwongozo kupitia Roho Mtakatifu, kupitia amani ya moyo wako, au litadondoka wazo kwenye akili yako ambalo litakupeleka hatua nyingine. Bwana asifiwe. Usichoke ndugu yangu katika kuomba. Maombi yana faida nyingi sana. Unawezekana wewe usijue, lakini kwa mtu yeyote ambaye anakaa katika kuomba, mtu yoyote ambaye anakaa katika kuomba, kuna hekima ya kimungu inaingia ndani yako. Ukienda kusoma kwa kitabu cha Wakolosai 1:9, hatupati hekima kwa sababu tumeumbwa na hekima. Hekima ya kimungu inakuja sana tunapokaa sana kwenye kuomba. Mstari wa Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9, neno la Mungu nasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazo maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Kumbe katika kuomba, hata watu wengine wanapokaa 2 watatu kukuombea, inakusaidia wewe kupata maarifa ya rohoni, kupata hekima ya rohoni, lakini pia kujua ni nini mapenzi ya Mungu. Watu wengi hawajui ni nini mapenzi ya Mungu kwa vitu wanavyoviombea. Yamkini unaomba leo upate gari, lakini Mungu akikuangalia kwa uimara ulionao wewe, akikupa gari, utaondoka kwa Mungu na utamsahau Mungu. Au ile gari unaloomba baadaye unaweza ukalitumia vibaya, una matumizi mazuri, ikapelekea kifo chako. Kwa hiyo tunapoomba, tunaomba lakini tunaruhusu pia mapenzi ya Mungu. Lakini usiseme mimi sina mtumishi, sina kitu cha kuombea. Kama mume naye, kama mke ni naye, kama kazi ni nayo, watoto ni nao. Kuomba ni kuimarisha mahusiano yako na mawasiliano yako na Mungu. Na mtu yeyote aliyekaa katika kuomba anajulishwa vitu vingi kabla watu wengine ambao sio waombaji hawajavijua. Kwa hiyo kukaa kwako kwenye maombi kutakulinda na hatari zote za rohoni na hata hatari za kimwili.